Lakini challenge ilikuwa ni moja, kwamba mimi najua na visa muda wote, kwa sababu inakoga na visa za muda mrefu zote. Kwa hiyo nilikuwa najua visa ya Canada ipo hakika, lakini akili kaniambia double check. Kuangalia visa imeisha. Alafu hiyo ilikuwa ni tarehe 4 kama sikosei, tarehe 4 ndo nimetumia mkataba, lakini walinitumia email ya mwanzo kwamba FIFA, na nilikuwa kama tarehe 28. Kwa baada ya kunitumia hapo kuangalia visa sina, nilijiona mjinga sana, kwa sababu kufuatilia visa za Canada zinachukua almost miezi 3. Kwa hiyo honestly speaking ilikuwa haiwezekaniki. Lakini kwenye baadaye walipotumia mkataba, mimi nikajua nitaendelea na process, lakini nitakuja kuwaambia baadaye visa nikipata au nikikosa whatever, lakini nisikwamishe process. That was a big mistake, kwa sababu kuna sehemu wanakuambia kwamba if you are not sure kama utakuja, au yani excuse unaweza kupokea, labda uumwe, labda sijui kifo, au kuna taarifa yoyote ambayo ya kiserikali, lakini sio tu excuse zingine za kijinga. You have to be sure. Kwa hiyo ukiwafanya wajinga unaendelea na process, alafu ukakosa na wamekutangaza, unaweza ukajibani tena next time ukakosa opportunity ya kuitwa. Kwa hiyo nikasema ngoja niwe mkweli, nikamwambia bana, I'm working for my visa, I don't know if I'll make it. Wakasema how long does it take? Nikasema normally ni 3 months. Are you gonna make it? Nikamwambia yes, I'll make it. Huyo dada anaitwa Rosemary if I'm not mistaken. Yes, nikasema I'll make it. Kwa hiyo nikafanya mambo ya kuzungumza na serikali, nikaongea na Mheshimiwa Makonda, kanitafutia barua BASATA. Lakini nimshukuru sana my brother Msigwa, pia nilizungumza naye kwamba bro, hii kitu kwa ajili ya taifa, so what can we do, tukaweza kuexpedite, nikapata visa on time. Kiukweli serikali walijaribu kwa reach out ubalozi na wakawapa sababu, na serikali ilivyozungumza na ubalozi, pia nishukuru ubalozi kwa sababu waliweza kuelewa. Kwa hiyo wakafanya kitu ambacho ilikuwa ni ngumu yani kufanyika, lakini nadhani nilizungumza nao na kuna barua tuliwapelekea around tarehe 2, tarehe 5 nikapata visa. That's nice. Yeah. So baada ya kupata visa, cha kwanza nawapigia wao, sasa tuko na time difference, kumtafuta nani ikawa ngumu. Baadaye nikawatumia email kwamba you have a visa, maybe tukaanza na promo. Sasa wale wanavyofanya ni kwamba wana press kila kitu kwenye eneo lake. Yani kwamba wasanii wao watakao perform confirmed kwenye matangazo, wanatuma kwenye media, kwenye TV, kwenye everywhere, kwenye screens, kwenye nini, kwenye matangazo ya kila sehemu wanapeleka matangazo. Kwa hiyo walikuwa washapeleka matangazo kabla mimi sija confirm. Kwa by the time na confirm matangazo yalikuwa yashaenda. So akaniambia that's impossible. Hatuwezi kusema turudi tena tuambie okay guys, sorry there is another one. You cannot do it. Kwa hiyo for that point nikaelewa, lakini nikasema but can I have mine to post on my channel? Umeona? Basi ilichukua kama 3 days. Mzava kila siku akawa ananiuliza, bana hiyo posta vipi? Nikamwambia subiri, I'm on it, wataituma tu. Kwa hiyo tukasubiri kama siku 2 siku tatoka, nimefika Canada. Ilikuwa kama siku 2 siku 3 wakanitumia posta ya mimi kupost. Ndio maana nichelewa kupost. Kitu kingine, katika kosa kubwa ambalo unaweza ukalifanya na ukawa in trouble ni kujitengenezea vitu.